Ndugu zangu, jana kuna mtu ameniuliza swali kwamba ni kwa nini vijana wa sasa hivi wamekuwa na hali ya kutokuwa na nidhamu kwa ujumla. Hapa tatizo lipo kwenye malezi ya kipindi hiki tulicho nacho. Vijana wengi ambao tumezaliwa miaka ya 90 huko na waliozaliwa miaka ya 80, huwezi ukakuta wana akili mbovu kama zinazoonekana sasa hivi. Kwanza kipindi kile sisi tunakuwa hakukuwa na mambo mengi. Hilo unatakiwa ulielewe, hakukuwa na mambo mengi, hakukuwa na simu hizi hazikuwepo. Alafu tulikuwa tunaziishi kauli za wazazi. Baba akisema hakuna hiki ni hakuna, na hamna kuhoji. Mama akisema hakuna hiki ni hakuna na hakuna kuhoji. Lakini wazazi wa kipindi hiki wamewapenda sana watoto wao. Wao wanahisi wanawapenda sana watoto wao, lakini wanatengeneza mabomu yanayokuja kuwa tatizo kwenye vizazi vijavyo. Hebu fikiria kama hizi akili za vijana wa sasa hivi tunazoziona mitandaoni ndizo wangekuwa nazo akina Patrice Lumumba, wangekuwa nazo akina Julius Kambarage Nyerere, wangekuwa nazo akina Thomas Sankara, wangekuwa nazo akina Fidel Castro, akina nani, akina Muammar Gaddafi. Hivi mnadhani Afrika ingepataga amani? Ingepataga uhuru kutoka kwa mbeberu? Isingewezekana. Kama akili hizi zilizoko kwa vijana wa sasa hivi ndizo wangekuwa nazo vijana wale wa zamani waliopigania uhuru, Afrika ingekuwa bado kabisa haijapata uhuru. Kwa sababu ni akili zilizolala zinazohisi zinajitambua. Ukitaka kuprove hilo, kuna wakati unaweza ukawa unaongelea sabuni, mtu akaja kutoa majibu akizungumzia mkate. Naonaga tu hata mimi kwenye posti zangu humo, unakuta mtu upo unaongelea masuala na nini, nimekutana na mtu mmoja tunaongelea masuala mengine ya kisasa, yeye anakuambia hapa mnaponda kwa sababu rais aliyepo ni Muislamu. Unajiuliza huyu tena dini kailetaje huku? Nyie hamjawaza hata swala la dini kwenye mnachokizungumzia, yeye analeta dini. Kwa hiyo ni vijana wenye mihemko, lakini yote hiyo inatokana na malezi. Mimi nakumbuka mama yangu alikuwa ananiambia, sitaki majirani wakipiga watoto wao watolee mfano kwako kwamba usiwe lijinga kama mtoto wa fulani, ila nataka wao wanatoa mfano wakati wanapiga watoto wao kwamba nataka uwe mwadilifu kama mtoto wa fulani. Kwa wazazi wa zamani walikuwa wanatamani mifano bora kutoka kwa watoto wao. Ndio maana tulikuwa tunapigwa, tulikuwa tunapelekwa mashambani, tulisoma shule za mbali. Yote ilikuwa ni kutengeneza wanaume wetu. Mimi nilikuwa nasoma shule ya mbali sana, mpaka ile shule tulikuwa kuna utaratibu wa kuhesabu namba za watu wa mbali na watu wa karibu. Ilikuwa ni karibia kilomita 1 na zaidi. Kwanza hata kilomita 1 nadhani ilikuwa inazidi, ilikuwa parefu sana. Lakini tulitembea kwa mguu, tulienda bila hata shilingi 100 ya kula na tulirudi. Sisemi na nyie muwafanye hivyo watoto wenu, kwamba muwapeleke shule za mbali sijui waende bila kula shuleni. Hapana. Kama uwezo wa kumpa mtoto wako upo, mpe, lakini kuna vitu vichache vya kumfundisha mtoto wako. Kwa mfano, kama unataka kupata watoto wazuri baadaye, na utanishukuru, mtoto wako anapokuja kukuomba kitu chochote, mzazi, usichukue tu, shika tu hela mwanangu, shika tu hela mwanangu. Hapana. Mwambie unataka ya nini, atakwambia shida alionayo. Hata kama anaenda kununua kitu cha kijinga, sijui pipi, sijui nini, hata kama ni mdogo, mwambie chukua kikombe hicho kakioshe, ukimaliza kukiosha njoo uchukue hii hela unayoitaka. Hapa najua utajiuliza ni kwa nini nakwambia hivi. Mtoto kadri atakavyokuwa anakuomba hela au kitu chochote, unamwagiza afanye kitu fulani ili umpe, ile itamjengea akilini kujua kwamba hakuna cha bure duniani.
ataishi akijua hakuna kitu cha bure duniani, kwamba chochote ili nikipate lazima nitafanya kazi. Sasa hivi mtoto anakuwa amezoea kila kitu anapewa. Kama ni wa kike, siku ukikosa atajiuza tu na hata kuwa na akili nyingine, kwa sababu amezoea kila kitu ni kupewa bila kufanya kazi. Kama ni wa kiume, ndo hao sasa utakuta washa left group. Utakuja kusikia kijana wako wa kiume anatafunwa, utatamani kuikimbia dunia, kumbe ni kitu ulitengeneza wewe. Kuna bwana mmoja msao jina lake anakwambiaje, akili ambayo haijafunzwa kutafuta haiwezi kuongoza mali za urithi. Sote hatujafanikiwa kwenye maisha, lakini tunawaza namna ya kufanikiwa. Lakini kuna ambaye hajafanikiwa na hajui atafanikiwaje pasi na nguvu ya baba na mama. Kwa hiyo mtu sahihi, kila mtu anazaa mtoto sahihi. Hakuna mtu ambaye hazai mtoto sahihi. Lakini mfumo wa malezi yako utafanya upate magarasa huko baadaye au upate watoto sahihi. Mimi kwenye umri wangu wa kuishiishi huu nimeona mengi. Ogopa sana mtu anayetengeneza kiumbe. Yaani wajua Mungu anaumba, afu akishakupa anakupa na wewe ufanye uumbaji wa tabia. Mtoto yoyote ambaye ametengenezwa kwenye familia yenye tabia, watu wanakimbiliaga kuwafundisha sio hofu ya Mungu tu, hofu ya Mungu tu. Huwezi ukamheshimu Mungu usiyemuona wakati unawadharau watu unaowaona. Mungu katuumba kwa mfano wake. Kwa hiyo unatakiwa kwanza uwaheshimu watu ulionao, alafu ndo utapata hiyo hofu ya Mungu ya kweli. Kwa hiyo tujifunze kuwatengeneza watoto. Hakuna mtoto anazaliwa bila akili, hakuna mtoto anazaliwa bila nidhamu, hakuna mtoto anazaliwa bila hekima. Kwa hiyo sioni haja ya mtu kuwa anasema jamaa ana hekima sana. Hata mtoto wako anaweza kuwa na hekima, ni vile utakavyomuandaa. Ukiandaa matapishi utavuna matapishi. Ndo hawa tunaoona mitandaoni, mtu linatukana, yaani mtu anataja tusi la nguoni bila hofu, yaani ana type kabisa, ametulia kabisa anaandika. Huyu mtu ujue uzima wake wa akili ni mdogo sana. Ndo maana inafikia hatua ikitokea watu wenye akili wanazungumza, wataonekana sio watu sahihi kwa taifa lao, kwa sababu wanaamini sisi hatunaga akili za hivi. Na hili nitakuja kulizungumzia kwenye video itakayofuata. Lea watoto wako kwa maadili, utavuna viumbe vyenye maadili. Nenda hata maofisini wapi, waangalie watu ambao wamefanikiwa na kupendwa na viongozi wao wa kazi wengi. Utakuta na watoto waliotoka vijijini. Wazazi wa mijini, mnaharibu hatima za watoto wenu kwa malezi yenu. Wapo watu wako very smart, wanawalea watoto wao kikweli kweli. Yaani mtoto asiyejua kuwa sheria ya baba ni ya baba, sheria ya mama ni ya mama, hawezi kuja kuwa kiumbe kwenye ulimwengu. Atakuja kulia siku moja juu ya kaburi lako, anaraumu, kwa nini hukumkanya? Kwa nini mama hukunifundisha? Kwa sababu uzuri au ubaya wa dunia, ruka unavyoruka, kuna siku utakutana nayo. Okay, leo kuna kimvua, kuna baridi nini, lakini nikasema nizungumze na nyie kwa sababu sasa hivi nataka kuanza kuongelea mambo ya kijamii zaidi. Maana nimegundua watu hata ukiwaelekeza mustakabali wa maisha yao kupitia serikali hawawezi kukuelewa. Inabidi uishape kwanza akili yao kwenye vitu gani vilivyokuhamisha uwezo wao wa kufikiri. Tutajifunza kuhusu maadili ya Mtanzania, upendo wa zamani na wa leo, na baada ya hapo naamini watu wengi tutaenda sawa kwenye video zitakazofuata. Niwatakia siku njema, Mungu awabariki na wapenda sana.